maisha yako binafsi. Haleluya. Kuna watu mara mingi wanafikirianga tu about failures. Wanakaanga tu kusema mimi sitaweza. I won't do it. Sitaweza. I cannot do. Anaishi tu maisha kusema sitaweza. If you want to win this life today, you have to take a risk. Yes. Hallelujah. Those people who are succeeding, the success ile unaifanya leo, they are risky. Ana risk ya kupata good life. Hata Kristo lazima urisk ndio upate ile mvuto fulani kwa Kristo. Lazima urisk. Jina Bwana libarikiwe. Ndio Paulo anasema kwamba hapo mstari wa 6 kwamba mimi nilipanda, Apolo akatia maji, bali mwenye kukuza ni Mungu. Katika maisha yetu kuna vitu ambavyo tuviweke sawa sawa mbele za Mungu. Tunataka kanisa hili liendelee, lazima tuwajibike. Tunataka watu waokoke, lazima tuende nje makuruseni. Tunataka watu wamjue Mungu, lazima tuungane na watu wengine, tumuhusishe Yesu katikati yetu. Njoka jina la Bwana lipate kuongezeka, lisiwe na mipaka. Haleluya. Lakini sasa hizi unapata huyu alishikana na huyu alishiriki meza moja na huyu alisenda kwa kanisa ya huyu kanisa hawezi kuwa kanisa. Yaani mipaka imekuwa mingi mpaka sasa inakuwa kanisa Yesu amekuwa ukitaja jina la Yesu inakuwa ni aibu. Hiyo mipaka. Haleluya. Sasa nikusoma hapo useme mtu alionekana akienda Catholic. Watu wameshangaa Catholic. Hiyo mipaka imefanya mpaka ile Yesu amefanya, yani ukitaja jina la Yesu unaonekana kama umefanya kitu, yani ni kama ni scandal. Nowadays. That's why tukiwa na maana hivi jina la Bwana likinawiri katika maisha yetu, lazima uwe mjumbe wa kweli wa kutangaza huyu Yesu hadharani. Na uweke mambo yako na yatendelea vizuri sana. Weka mambo yako wazi kwa Mungu. Mungu atakusaidia, atakupigania. Mungu hawezi kupigania kama hujaweka vitu hadharani, kama hujajituma mbele za Bwana. Haleluya. Atabariki maisha yako wakati ambapo wewe hujayaombea. Mungu atabariki watoto wako kama hujaweka kwa wakfu wa Bwana. Kama hujaweka wakfu mbele za Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu ataweza kubariki kazi yako namna gani wakati ambapo labda kazi yako hujahusisha upande wa Bwana, upande wa Mungu. Kuna watu Mungu hajui kazi zao. Anaona unaamka mapema, ndiye anaona unafanya kazi, lakini hujamhusisha Mungu. Hii kazi yako kazi gani? Haleluya. Hujamhusisha Mungu kazi. Kama unauza samaki, mwambie Mungu, hii samaki nataka nikuhusishe, nikiuza wewe uonekane. Chenye utapata ni kidogo, Mungu mwenyewe ataweza kukuhusisha na hiyo hapo kidogo na upate maisha yako unakaa maisha mazuri. Then ile life ambayo unataka upate 10,000, alafu the end of the day uko na stress, unasema hata afadhali ningepata 500. Because ukihusisha Mungu kwa vitu zako mingi, Mungu anawezesha kuvitimiliza. Haleluya. Matarajio yetu ya 2026. Wengi tumeruka mwaka, tumecelebrate, tumecheka sana. Na wengi sasa wakati tumeanza mwaka, wengi wanapanda milima. Na unapanda kwamba tunaweza kuwa tunapanda katika safari ya bandarini tuko wote, lakini tusiweze kufika wote. Sababu ni kwamba yule ambaye anatuendesha si kwa nguvu zetu, bali ni mwenye akona nguvu na ni mwenyewe ambaye ni Mungu. Haleluya. Paulo alikuwa anaambia kanisa la Korintho, alikuwa analiandaa kwa maisha ya kesho. Leo unaweza fanya kitu, lakini ukiweka matumaini kwa Mungu, anaweza kukutendea. Na kama hatatendea maisha yako kama uko mzima, anaweza kutendea generation ama watoto ambao wanakuja nyuma yako watakula matunda ambayo wewe umeyaweka. Jina Bwana barikiwe. Paulo alikuwa anajaribu kuambia kanisa, maana kanisa la Korintho lilifika mahali lika give up. Likaanza kuona tunakaa mahali pamoja lakini hatusongi. Tunakaa mahali pamoja lakini hatuendi. Mambo ni yale yale, ushirika ni ule, mambo ni yale, maneno ni yale. Paulo anakuja katikati akwambia, "Je, mnajua Paulo ni nani? Ni watu ambao wamepakwa mafuta, watu ambao wakisema jambo linatendeka." Ina maana kwamba yale ambayo tumeweka, tumweke tu Mungu katikati. Hiyo ndio Paulo alikuwa anajaribu kuambia kanisa. Katika ndoa yako, weka Mungu ndani. Katika watoto wako, muhusishe Mungu. Wakati wa kazi unaposafiri, muhusishe Mungu. Haleluya. Weka Mungu wakati uko na sherehe, ambia Bwana, nataka Bwana ukuje mahali hapa. I just want to sit with you. Nataka nikae na wewe, nikule na wewe, tusherekee pamoja.
Usitenge tu Mungu wakati wa shida. Haleluya. Ndio maana watu wengi tunakaa, maisha yanatusumbua, tunamkumbukanga tu Mungu wakati kuna matatizo na majanga. Wakati mtoto amelazwa ndio unaanza kusema sitaweza kufanya hivi. Kama Mungu hawezi fanya kitu fulani. Siku moja nilikuwa katika haya madhabahu, nataka kuambia hii ni ushuhuda ukweli katika maisha yangu. One day I was in this altar. Tunakuja mapema asubuhi, we pray. Sababu ikifika saa 10 si masaa yetu, usingizi naisha. So you have to pray. Hiyo ni sheria na desturi. Tunaanza mapema, tunakuja tunamalizia hapa kanisani. So nilikuwa mahali hapa and my son ako hapa Kisumu. Mtoto wangu siku moja atakuja tu, utamuona. So akawa hiyo siku Jumapili ilifika asubuhi saa 12 akashindwa kuongea. Kwa kinywa chai akashindwa kuongea.